Angalia uumbaji wake, alitazama uumbaji wake, na siku ya sita alifanya nini? Alimuumba mwanadamu, si ndio? Baada ya kutulia ile siku ya saba, akiwa anaangalia nilivyoumba, anapitia, anaangalia, neno la Bwana linaniambia Mungu alipendezwa na mwanadamu. Mungu alipendezwa na mwanadamu. That's why akataka aishi naye. Ndio maana akataka atembee naye. Ndio maana akataka ushirika naye. Kwa hiyo hata baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, bado Mungu alikuwa anatafuta kuwa na ushirika naye. Mpango wake ulikuwa pale pale. Mpango wa Mungu haubadiliki. Kweli. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu haubadiliki. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu haubadiliki. Kweli. Haubadiliki. Kweli. Haubadiliki. Kweli. Mungu akaanza process ya kwanza kumtafuta mwanadamu. Sema kumtafuta mwanadamu. 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 Alitumia njia mbalimbali. Kama unakumbuka, kuna habari ya Nuhu. Ndio. Nuhu. Ndio. Baada ya Mungu ameumba dunia, wakina Adamu akaenda vizazi mpaka vizazi, mpaka kafika kipindi cha Nuhu. Wale wanadamu wa kile kipindi cha Nuhu, Mungu mpango wake alikuwa ni kumtafuta mwanadamu. Mpango wake alikuwa sio kumwangamiza. Mpango wake alikuwa sio kumuua. Mtumishi wa Mungu alitufundisha siku ya Ijumaa ya kwamba mpango wa Mungu sio kuua watu. Mpango wa Mungu sio kuharibu watu. Mpango wa Mungu sio kuona watu wanaumwa. Mpango wa Mungu sio kuona watu wanateseka katika dhambi. Huo sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo ukiona kuna mahali popote unaona mauaji, unaona vifo, unaona uharibifu, tambua huo sio mpango wa Mungu. Lakini mpango wake Mungu ni anatamani kuona watu wanaokolewa. Ni anatamani kuona dunia nzima inaifikiria toba. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo hicho kipindi cha Nuhu, Nuhu alianza kuhubiri uchumbe. Kweli. Uchumbe wa haki. Akiwaambia watu, Mungu anataka kuigalikisha. Dunia inataka kugalikishwa. Kwa hiyo watu wote jamani, tuingie kwenye safina. Tuingie kwenye safina. Tuingie kwenye safina. Tuingie kwenye safina. Akawa anasema nao asubuhi, jamani, tuingie jamani. Tuingie jamani. Ikaenda miaka mingi, na kama mnavyojua wanadamu na vipuli tulivyo navyo, wakasema miaka 40 imepita, wewe unajengaga tu safina. Huo ni uongo. Habari ya hicho unachokisema hakijawahi tokea, wala hakipo, wala hakitatokea. Wale wanadamu wakaanza kumbeza. Wale wanadamu wakaanza kumsema ya kwamba huyu mzee amechanganyikiwa, huyu mzee hana akili, huyu mzee anajengaje safina miaka zaidi ya 40, yuko anajenga tu, anasema ya kwamba Mungu ataikalikisha hii nchi. Huu ni uongo. Huu ni uongo. Na hivi ndivyo na wewe unavyosema ni uongo, tunavyokuambia kwa habari za kurudi kwake Bwana Yesu, ya kwamba Bwana Yesu anakuja. Bwana Yesu anakuja. Anakuja na mawingu. Anakuja kulichukua kanisa. Anakuja kukuchukua wewe. Lakini ukikubali na kutii. Lakini tunavyozungumza unaona ni kama tunapoteza muda. Vile tangia tumeanza kukwambia ya kwamba Yesu yu aja, ya kwamba Yesu anarudi. Miaka zaidi ya 2000 imeshapita. Watu wanasema ya kwamba ingekuwa kurudi, si angekuwa amesharudi. Kwa hiyo ni uongo tu. Ngoja nikuelezee kwanza habari ya Nuhu, kwa sababu nitakuunganishia na huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo wale watu wakambeza Bwana Nuhu. Nuhu alikuwa na upili kwa kuugua. Akiwaambia watu, jamani, badilisheni namna ya kutazama. Jamani, tubuni. Jamani, tuingie kwenye safina. Jamani, tuingie. Asila ya Mungu ipo. Asila na ghadhabu ya Mungu ipo. Ingieni kwenye safina. Wale watu wakawa na kiburi. Wale watu wakawa na kiburi. Wakambeza Nuhu na yale maneno aliyoyasema na ubaya. Nuhu alikuwa asemi maneno yake, alikuwa anasema maneno ya Mungu. Na mahali ambapo unaenda kinyume na neno la Mungu, umeenda kinyume na Mungu. Umeenda kinyume na mpango wa Mungu. Pale unapolipesa neno la Mungu, pale unapomkataa Mungu, unapokataa neno la mtu, umemkataa mtu. Unapokataa neno la mtu, umemkataa mtu. Kwa hiyo alipokataa neno la Mungu, wakawa wamemkataa Mungu. Ndipo siku ikacha.
siku isiyokuwa na jina. Ndio. Siku isiyokuwa na jina. Ndio. Neno la Bwana linaniambia itakuwa siku moja watu wawili watakuwa wakilima. Yes. Watu wawili Ndio. watakuwa wakilima. Ndio. Mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Itakuwa siku moja watu wawili wamelala kitandani. Naomba nikwambie, wanaposema watu wawili wamelala kitandani, inawezekana ni mke na mume. Huyo mume wako uliyempenda, huyo mke wako uliyempenda, mtakuwa wawili mmelala, lakini mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Amen. Na yeye anasema anakuja na mawingu. Atakuja kama mwivi. Ndio. Anasema kesheni. Ndio. Basi. Ndio. Kwa sababu hamjui saa na wakati. Ndio. Hamjui saa ya kujiliwa kwake. Ndio maana leo anambea tumewaletea habari njema ya kwamba leteni kwa Bwana Yesu. Kwa sababu hatujui saa wala majira ya kurejea kwake. Usikubali siku ya leo kuondoka bila Yesu. Wewe unayenisikiliza kutokea nyumbani, usikubali leo kuondoka bila Yesu. Siku isiyokuwa na jina. Sema ghafla. 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 Mungu akamwambia Nuhu, ingia sasa, kwa kuwa wanadamu wamekataa. Wewe ingia na familia yako. Lakini sasa mbona nafasi imebaki? Mbona nafasi bado kubwa? Nenda kachukue wanyama basi. Nenda kachukue tembo. Nenda kachukue twiga. Nenda kachukue wanyama wengine wote. Wawili waingie. Lakini changamoto ni mwanadamu amekuwa na kiburi. Neno la Bwana linaniambia wanadamu usipotaka hata kusifu, Mungu atainua mawe. Mungu atainua mawe. Mungu anaweza kuinua hata misitu imsifu. Mungu anaweza kuinua hata milima imsifu. Wewe ukiwa na kiburi, usizani kama ni ishu kubwa. Mungu anaweza kujifanyia jeshi kutokea kwenye misitu, jeshi kutokea kwenye mawe, jeshi kutokea kwenye milima. Kwa hiyo kiburi chako mwanadamu kitakuua peke yako. Utakufa mwenyewe. Utakufa huku unajiona na bila kumtia hasara mtu. Ni hasara yako mwenyewe.